Basi mwamba anaitwa Idris alikuwa ni bonge ya jambazi nchini Nigeria. Haikuishia hapo, Idris alitengeneza magenge ya vijana wahuni watukutu kibao na kuyasambaza mjini Lagos huko nchini Nigeria. Miaka ilivyopita, Idris aliendelea kupata nguvu na kukuza vikosi vyake vya kihalifu, kufikia hatua serikali ikashindwa kabisa kudili naye. Akikuhitaji ana uwezo wa kufuata mpaka nyumbani kwako. Kama uko kituo cha polisi, anatuma vijana wake wanakwenda wanakuchukua. Akihitaji mali yako au shamba lako, mwamba anakuja anachukua kwa nguvu, afa anasema serikali inahitaji hiyo mali. Mwamba alikuwa tishio mtaani, wamama walimpigia magoti na kumlamba miguu. Hata umuombe kiasi gani, mwamba alikuwa akiamua kufanya jambo lake lazima atalitimiza. Yaani yeye kupiga wake wa watu ilikuwa ni jambo la kawaida sana. Tishio lake na ukatili wake ulikuwa ni mkubwa sana mpaka wakatoka nje ya mji wa Lagos. Vikosi vyake vililea miji ya jirani na maovu yaliongezeka ile baya. Watoto walikimbia baada ya kusikia jina la Idris na wazee waliwaonya mabinti zao kuhusu Idris na matembezi ya usiku. Nje na hapo, mwamba alikuwa ni kondoo sana, mtanashati. Yaani kama wewe ni mgeni utajua huyu ndio kondoo wa mtaa, utamzingua alafu ukirudi nyumbani utakuta kuna mashimo ya futi 6 na ujui familia yako yote imeenda wapi. Basi ilikuwa ni mwaka 2025. Kwa mara ya kwanza kabisa Idris anakutana na huyu mrembo anaitwa Freya. Huyo bibi alikuwa ni mrembo fulani hivi mstaarabu sana na alikuwa amesoma nje ya nchi kozi ya sheria, na muda huo ndo alikuwa amekuja hapo mjini Lagos, Nigeria. Katika pitapita, Freya anakutana na shangazi yake ambaye anamwambia kwamba kuna mtu anataka kuchukua eneo lake bwana. Hivyo shangazi akompa msaada wa kisheria kwa sababu bibi alikuwa amesoma. Kama kawaida, Idris alikuwa katika unyanyasaji wake na ukatili wake wa kila siku, ndipo anakutana na Freya bwana. Bibi bila kufahamu anageuka na kuanza kumpokea Idris. Wewe ni mwanaume aina gani ambaye unanyanyua mkono mbele ya mwanamke? Unaonea wajane, mwanaume mzima umejazia unatembea na timu kwa ajili ya kumwonea mwanamke mmoja? Hii kitu inamshangaza sana Idris kwa sababu kumbuka hajawahi kunyanyuliwa sauti na mtu yoyote katika mji wa Lagos. Macho ikamtoka Idris kama mjusi aliyebanwa na mlango. Haamini maneno yule wa mama. Kidume kajaza mbavu inamsogelea bibi na mwambia unajua maana ya futi 6. Muda huo walinzi washawazunguka pale, yani hawezi kwenda popote pale, majibizano yanaendelea. Kumbuka Freya ni mgeni kwenye huu mji na hamjui mwamba hata kidogo. Nguvu kazi watoto wa mjini wanatikisa vifua, wanajua leo tushapata nyama ya kunyoosha. Freya anavuta mdomo, Idris akamkata jicho afa karudi nyuma hatua kadhaa akamwangalia. Mwamba anajishika mdomo hapa na mwambia inaonekana yezoa mtau. Shangazi ni aje nagonga chupi kwa sababu anajua tayari kisha omana. Ni sawa sawa na kukutana na watu wasiojulikana afu unajikuta James Bond. Kidume katesti zali, bibi akaogopa, miambo anakula jiko. Yaani anacheka ile mbaya. Bosi ona hii mama na yenyewe. Mbona tutoe muoga huyo? Bosi kumbe kama mamaka nikaoga. Nitakupakata wewe na familia yako usiku wa leo. Mama arudi nyuma tu wachache hapo anasema boys, futi 6 usiku wa leo. Nataka kuona futi 6 mpaka ajue amekuja kwenye ardhi ya nani. Nanitisha, mbali naogopa. Kitu ambacho Idris anamaanisha ni kwamba familia ya binti na yeye wote wapotezwe. Hataki kukuta alama. Afu Mwamba anaingia kwenye gari, kikosi kinamfuata. Shangaza anamvuta pembeni, mama bibi njoo huku mtoto wangu. Ondokeni, pelekeni mawoga yenu huko, sasa tuogopi. Umefanya nini mwanangu Freya? Kwa nini? Unamjua ni nani? Siwezi kuruhusu shangazi mtu anakuja hapa na kunyanyasa. Muda huo Mwamba amechili kwenye gari. Umefanya nini Freya? Eti dadi kuna mtu anaitwa Idris alikuwa anamsumbua shangazi, mimi nimemfundisha adabu. Mungu wangu, usiniambie kwamba unagombana na Idris. Mtoto unakuwa na kichwa kigumu kama pilipili mbuzi, kwa nini utaki kusikiliza maelekezo ya mtu mzima? Unadhani akija hapa kitatokea nini? Freya, mbona mtoto wangu umemaliza ukoo mzima? Kwani mwanangu mimi sikukufundisha kuwa na adabu kipindi unakuwa? Baba yako nishakuzuia achana na hayo mambo. Ila mwanangu umekuwa mtu usiyesikiliza, sikio la kufa. Ndio maana nilikutoa nchi nikakupeleka nje ya nchi usome. Kwani dada huyo mtu ni nani mpaka mnamuogopa kiasi hicho? Afika story Freya. Baada ya kusikia hivyo, kibinti kinaamua kuchukua pochi na kuondoka. Huko nyuma mzee anamsindikiza na maneno, usiponisikiliza mimi utaishia pabaya, mtoto anakuambia. Upande wa tatu, vidume wako kazini wanapasha mwili. Idris kaamua kula sumu kwanza kabla hajaenda kufanya matukio yake. Wajomba, nasikia Samu juu umekaa sawa, ngoja kwanza, nasikia kama vile mkono unataka kuniletea, ngoja kwanza unyooshe. Hii ilikuwa ni mida jioni. Mwamba anaamua kunyoosha mwili kabla hajaenda kupiga matukio yake. 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 1 2. Niko vizuri sasa. Ni asubuhi na mapema, Freya anatoka kazini, wajomba wanamfuata, wamekuja na ndinga. Bibi akaanza kujiongeresha, sijui mnanifuata hapa ya nini? Wamba wakawaka. Unasikia mama mdonyo, hatujaja kupoteza time. Idris anamkata jicho, huyu mama mwingine anaongea paka mama baba atakana uoga. Una kiliti mama? Mimi naongea na mwenye mbwa sio mbwa. Mami lote na anasemaje mimi ni mbwa? Wewe mama, unahitaji mtu wangu? Inaonekana baba yako haja kufundisha. Mnakuja kunifuatilia. Mimi nimechoka mambo yenu. Mnasumbua watu ambao hawana nguvu. Ndio
wanabishana, kuna ndinge ndio kumpitia bibie, mwamba anamdaka anampeleka pembeni, afu gari na choma. Wajomba akasema fukuza huyo matako inakuja. Nyumba mmoja akamea na gari, mzee sasa sijui ataikamata huku. Mwamba kamkamata bibie, ambe vipi umekupitiwa hata kidogo? Mara mama pale mshangazi unashangaa, yani mwamba amemuokoa, yani hata amini macho yake. Idris pale anaonyesha kama vile kujali, anamcheki bibie, anamwambia Queen Elizabeth, hebu sogea kwa pembeni kwa sija kukupitia tena. Kitu ambacho takiwa ukumbuke mpenzi mtazamaji ni kwamba Idris ni kiongozi wa makundi wa majambazi na akili nyingi mno na tekniki mbalimbali za kuweza kuchukua watu. Idris Mwamba kwa jina jingine anajulikana kama The Impossible. Huyu Mwamba hajawahi kushindwa kitu katika maisha yake. Baada ya ile tukio bibia akaja kwenye mfumo, Mwamba akamsindikiza mpaka nyumbani kwao. Ile amefika nyumbani, Idris bwana anamng'ang'aniza mwingize ndani. Mwamba akafanikisha kumchukua mtoto mpaka kitandani. Naam, kabla hajafanya chochote ndani kile chumba, ghafla anaingia mzee wake na yule binti. Wewe kijana umemfanya nini mtoto wangu? Anamcheki kwa makini Mwamba, anagundua ni Idris. Mzee akarudi kwa nyuma, anapigia simu polisi. Haiwezekani ukafanya kitu kibaya binti yangu ndani ya nyumba yangu. Ghafla Idris anamfuata mzee kwa nyuma bwana. Mzee akagutuka karudi, mbona unanifuata? Unataka kunifanya nini? Na kujua wewe ni nani na tabia zako, ni bora nife na binti yangu ndani ya nyumba yangu. Uchungu wa mwana au juaye mzazi. Na huyu mzee hakuwa tayari kabisa kumwacha binti yake na yule kijana. Freya kile kitu kilimgusa sana kuona baba yake alikuwa yuko tayari kufa pamoja naye. Baba ndiye anafurahi sana kuona binti yake amepuka midomo ya simba. Ni usiku wa manane, Freya amelala usingizi. Ghafla inaonekana kuna mtu anaingia mle chumbani. Anaonekana kuwa mtu wa makamo. Taratibu anasogelea kitanda cha Freya. Kumbe ni baba yake na bibiye bwana, walikuwa wameingia mle chumbani. Sasa ghafla akashika kuna simu inaita. Jina ni Idris. Mzee anashangaa, yani huyu Muhammad alikuwa anataka kumfanya kitu kibaya mtoto wangu namba yake anayo. Huyo mzee hakuwahi kumkubali Idris. Yani kila alipokuwa akimuona nyumbani kwake ilikuwa ni ugomvi. Kitu ambacho hakutaka ni jina la mtoto wake kuchafuliwa kwamba anatembea na mtu ambaye ni muovu. Mara kadha bibi aliingia kumtetea Mwamba bwana. Haikuchukua muda kwa shangazi kupata taarifa zile, lakini shangazi alimuunga mkono yule bibi. Kama punde si punde, basi punde ni nini? Hao wawili waingia katika mapenzi. Mwamba akaita timu yake kuiambia kwamba biashara ya majambazi tena wanaacha. Unaweza ukasema mchezo umeisha. Kijana bwana anampatia mzee mkono wa amani. Mzee bila shaka basi ikabidi naye akubaliane ili tu kuweza kumridhisha binti yake bwana. Katika biashara za uhalifu hauwezi ukafanya peke yako, lazima ushirikiane na wahalifu wengine kutoka nchi mbalimbali. Basi hapa kwenu namleta Gaddafi. Huyu Mwamba anamiliki kikosi kinaitwa Mbwa Maji. Endapo mwanachama yoyote wa kikosi cha ugaidi anaondoka, huyu Mwamba ndo anatumwa. Hawa kazi yao ni moja tu, kufuta ukoo. Kwanza wao wakifika kwenye mji mpya lazima watoe kafara, na kafara yao ni wanamuua mwenzao, yani bila sababu yoyote ile, ili kupata morali. Wanaamini mwenzao akitangulia damu yao inaenda kuwafungulia milango ya kufanikiwa. Na kwa bahati mbaya hii kitu leo inamwangukia huyu Mwamba. Nitajona kama ushakuangalia movie za mayakuza, basi wao ndo mayakuza wa Nigeria. Chuma inalia mtu chali, alafu kidume anasema amani na itawale. Yani hao wajomba wakitumwa kwako, hata wakikuta kuku waache, kuna mashine ya kazi inaingia. Yani hao wajomba wakija kufanya kazi wanajua wanakuja kufanya nini. Kitu kibaya zaidi, hao wajomba wanarithishana bwana. Yani wanaweza kukufuatilia kwa miaka 20. Endapo kiongozi wake atakufa akiwa na mtoto wake hata kama na miaka 3, watamsubiria kuwa kalipize kisasi. Kwa hiyo ukiingia kwenye rada ya hawa miamba ni ya uchomoki. Kazi kazini, meni ni black. Hawa wajomba wakoseagi bwana. Hawa menyato yao hata ninja wa Kijapani hawakanyagi. Kama sijakwambia, hii movie jina lake inaitwa Thug Life. Ina part 1 na part 2. Ila kwa sababu nimeamua kuletea kitu konki, nimekuchanganyia part 1 na part 2 katika sehemu moja. Kwa hiyo ukimaliza hapa umemaliza zote mbili. Na kama umeangalia movie yetu mpaka kufika hapa, naomba ubonyeze button ya kulike. Hii itanisaidia sana kufanya hii video iende viral, lakini pia kama hujasubscribe basi itakuwa poa zaidi kama utasubscribe. Ilikuwa ni siku ya tofauti sana katika maisha ya Idris. Ilikuwa ni siku ya ndoa bwana. Idris na Freya walikuwa wanafunga ndoa. Licha ya hayo yote, babake na Freya bwana alikuwa bado hataki ndoa ifanyike. Mzee alikuwa anamwambia binti yake umeoje na mtu ambaye alikuwa na historia mbaya. Ila kabinti aliendelea kumtetea Mwamba kama kawaida. Sorry, nimebadilisha mic. Hii mic haiko vizuri kwenye kuleta sauti na bana mawimbi ya sauti, kwa hiyo kinaweza kubadilika. Hii nyingine ikija si punde tutaendelea, ila naamini tunaelewana. Basi bibi Freya akawa anajaribu kumuondoa mzee wake shaka, maana mzee wake alikuwa anataka bibi akimbie na ndege. Kwa hiyo mzee alichokifanya, alikata tiketi ya ndege na kuja chumbani kwa bibi. Siku ya ndoa anamwambia bibi kimbia. Huyu mzee alielewa kitu kimoja ambapo bibi alikuwa akifahamu katika maisha ya magaidi, kwamba ukiingia kutoka ni mpaka kifo. Ila nani kama mzazi? Baada ya bibi kumshawishi sana babake, ilibidi akubali tu, akawa anamkumbatia binti yake. Ndani machungu yanamkamata, maana hajui hatima ya mtoto wake mmoja na wa kipekee ambaye ni Freya. Baba, haina shida, wewe nenda, tutakukuta ukumbini. Baada ya sherehe mambo yalikuwa ni wa moto, watu wanapiga glasi huko, bi harusi anafurahi kuwa na bwana yake na wale wajomba
wajomba wengine wako pale pembeni. Huko nyumbani kwa Gaddafi simu inaita, akapewa taarifa kwamba Idris ameoa. Kumbuka nilikuambia hawa mbwa maji wanaweza wakakusubiri hata kwa miaka 20. Upande wa tatu Idris anakutana na huyo mrembo ni mlaini kama mafuta ya samli. Huyo mchumba alichokuwa anataka katwe moto, hivyo akawa anamshauri Idris mwana. Mtoto akawa anarekebisha mtindi anaweka sawa. Mchumba ukata tamaa akawa anarekebisha mabumunda. Ukiwa na tamaa za fisi hapo ishaenda na maji. Haikuishia hapo, mtoto akawa anaamua kukibinua mzee, anamtega mwamba na hiyo huko nyuma. Mtoto kajazia catalog nzima ya niko perfect. Ila kijana Idris alikuwa amekaza. Je, ingekuwa ni wewe ungewezana au tungekuwa tushakupoteza? Pindi Idris yuko baa huku mke wake yuko na mawazo kibao. Mwamba hajarudi nyumbani mpaka sasa hivi. Ila Mwamba narudi pale yuko na tabasamu bashasha. Mke wa Mwamba alikuwa na huzuni ile mbaya na shida ni moja tu. Watoto wamekuwa wakijaribu kwa muda mrefu ila kwa mshindo kupata watoto kabisa. Hii kitu ilipunguza furaha sana katika nyumba ya Mwamba. Maana kila mara alipojaribu hawakupata matokeo yoyote. Furaha ya umri ulikuwa unaenda. Kwa alikuwa anapata stress sana. Hivyo ilikuwa ni jukumu la kidume kuhakikisha kwamba bibi iko na furaha muda wote. Ila yule mchumba akaamua kuja kumsimulia shangazi yake bwana. Shangazi akatoa ushauri wa jinsi ya kupata mtoto kwa haraka. Na kwa sababu Freya alikuwa na shida na mtoto, ikabidi achukue ushauri kama ulivyo. Ila kumbuka unaambiwa za kuambiwa changanya na zako. Swala la mtoto lianza kumwingia mpaka Idris. Kitu cha ajabu kuna nyigu inaingia hapa bwana. Yule mtoto mwenye makatalog bado anamuinda Mwamba. Na shida yake ni moja tu, anataka apewe kamneso. Kwa mtoto kama ungekuwa ni wewe ungeweza kuvumilia au ingekushinda? Licha ya majaribu Idris bwana anaweza kumkataa yule bibi. Ilikuwa ni mida ya jioni, Mwamba karudi nyumbani. Yule anafika tu Freya anampokea. Kazi ambayo ameamua kufanya Idris bwana ni kazi ya mgahawa. Hivyo anarudi nyumbani usiku sana. Licha ya hivyo mrembo alikuwa anamsubiria mume wake kila siku mpaka anapotoka kazini. Ndipo Idris anaamua kuangalia chini, anaona kuna matone ya damu bwana. Kidume anashangaa kwa sababu anaelewa hiyo maana yake ni nini. Shangazi anaingia akiwa na furaha kweli na vigelegele. Ilikuwa ni furaha juu ya taarifa kwamba bibi ameshika mimba. Muda nyumbani wanasherekea huku Gaddafi naye anafurahi kweli kweli, anasema safi sana, tumepata mtoto. Hiki kikundi cha mbwa maji kinachoongozwa na Gaddafi walikuwa wamekaa kimya kusubiria Idris apate mtoto bwana. Ndipo kikao cha ukoo kikakaa dhidi ya kulipiza kisasi kwa msaliti alitoka kwenye kundi lao. Hao wajomba wakashauri kwamba wasubirie miaka 3 mpaka pale mtoto atakapokuwa mkubwa. Wakakubaliana kwa pamoja afu wakatawanyika. Mtoto akiwa na mwaka 1.5, Freya aliamua kutoka naye kwenda naye shopping bwana. Njiani anapigwa tukio. Kuna watu wanakuja hapa wanamtiba na kitambaa chenye madawa kulevya hapo anabeba mtoto. Alafu wale wajomba wanaamua kuchola bwana. Hii kitu inamkera sana Idris baada ya kusikia mtoto wake ametekwa. Sasa jomba, sisi ndio mkono wa sheria, tutafuatilia. Tutafuatilia nini? Mtoto wangu ametekwa, inabidi mfuatilie sasa hivi. Unanisikia ofisa wa polisi? Bwana mdogo tulia kwanza. Mimi ndo baba mkwe wako, ndo nimemuita polisi hapa wafanye uchunguzi. Hawa ni polisi maalum kitengo cha upelelezi. Ila kama umeangalia kwa makini ile mashine ya kazi ndio hii hapo bwana. Baada ya upelelezi kuondoka, mzee alishindwa kabisa kuvumilia. Nilikwambia Freya, acha kuona na huyu muuni. Leo kaangania utaka kunisikiliza babako. Ona matokeo yake sasa. Bibi na Idris wakasirika sana juu ya maneno ya mzee. Nakwambia jambazi lako litakuja likumalize. Hapa leo ameanza na mtoto. Nani ushii kusikia mtoto wake anatekwa hapa mtaani? Nani? Mzee alikuwa amewaka kweli kweli, anasema kwamba kuna mama hapo mtaani anaitwa Mama Velo, mtoto wake anatembea tembea huko na jiko kutekwa. Kwa nini mtoto wao ndo atekwe? Wale watatu mtoto ananyoshwa maziwa. Gaddafi anaingia anasema nani amekuambia umeshe mtoto maziwa? Hebu kuja hapa. Ni wapumbavu ambao msikilizi maelekezo na kuambia mtoto asile kitu, huyu unamlisha nini nyambafu. Mzee alikuwa anamfinya yule bibi hapa, anasema huyu mtoto inabidi awekwe kwenye oven. Inatakiwa aokwe. Yaani huyu mzee ni mkatili ile mbaya. Yaani alikuwa anataka huyo mtoto amweke kwenye oven kama mkate. Mzee ili kumpata mtoto wake Idris ilibidi aitire timu yake ya zamani bwana. Walitambua fika kwamba timu ya operation mbwa maji ndio amemchukua mtoto. Basi wakawa lamani yao pale. Muda si muda mashine ya kazi inatokea, afu kuna chuma inanyooshwa hapo. Gaddafi hataki utani kabisa mzee. Huyo mwamba kanyoshwa chuma ni mpelelezi, ni askari, lakini wale askari ambao sio askari wasafi. Na kama kawaida hapa alikuwa ameta taarifa juu ya uelekeo wa Idris. Huko nyumbani kuna simu inaita. Nasikia sauti ya kiume ikiwa inaongea. Mara ghafla bibi akaanza kupaniki. Kwa upande wa nje getini, mmoja wa rafiki wa Idris alikuwa amewekwa pale kama mlinzi. Na baada ya bibi kupokea ile simu, alitoka nje na kumpigia huyo mwamba na kumwambia kuingia ndani, kuna kitu nataka unisaidie. Mwamba bila kufahamu akacheki mazingira, alafu anaamua kuingia kwa ndani. Bibi akawa anamchora mwamba, ile ameingia ndani tu, bibi akatokea mlango wa nyuma taratibu akaanza kunyata. Na hii yote ni baada ya kupigiwa simu. Naam, alimpigia ni nani? Haifahamiki. Idris anapagawa.
baada ya kupata ile taarifa kwamba mke wake naye amekimbia nyumbani, babake na mtoto kuna amewaka, mtoto wangu yuko wapi? Kitu ambacho huyu mzee anaamini ni kwamba matatizo yote yanasababishwa kulingana na tabia ya Idris aliyokuwa nayo hapo nyuma. Huku mke wa Idris anaonekana amekuja moja kwa moja nyumbani kwa Gaddafi. Mtoto wa bibi akaletwa pale, ila alikuwa anazuiwa kabisa asiende kumtizama. Mama watoto alikuwa chini ya ulinzi, afu Idris akapigiwa simu. Mwamba akawa anaona jinsi mama watoto anapoteswa, ila pembeni alikuwa na wajomba wa kazi, yani hawako tayari kufanya kazi muda wowote. Gaddafi huko anajiona amewini. Ghafla kuna watu wanakuja wananyata, afu na mlinzi wa kwanza anawekwa chini, wazee wa midondo, yani hao wanatokea kama mazombi, yani ni chafu. Timu ambayo imevamiwa ni timu ya Mr. Gaddafi. Hawa ndo vijana wa Mr. Idris. Hizi ndizo kazi ambazo alikuwa anazifanya kabla hajaamua kuokoka, ndio kusilimu kule. Hawa wajomba baada ya kuwapigia walinzi wote, wao wanasimama kama walinzi. Kwa mtu unaweza ukajua kwamba uko na walinzi, kumbe walinzi wako wote ni maadui wako. Mwishoni anatokea Mr. Idris mwenyewe, nyuma yuko na vijana njemba mbili za kazi, na maana anaingia nyumbani kwa Gaddafi, yani kama vile ni kwake. Hii ndio maana Idris alikuwa anatawala mji mzima wa Lagos na miji mingine ya jirani. Huyu mwamba alikuwa sio mtu mdogo, alikuwa ni mtu bara. Yani kikundi chake kilikuwa ni fagia, ni hamna sehemu kinaenda kinashindwa kupata matokeo. Gaddafi anapigwa na butwa baada ya kumwona mwamba yuko ndani ya mjengo. Mashine za kazi zinaunguruma, hizi sauti za wanaume zinaongea, yani ni kwa hasira na kwa uchungu, kwa nini kamata mke wangu na watoto. Muziki ulikuwa sio wa kitoto, kwa sababu Gaddafi alikuwa anadai kwamba Idris alichoma familia yake ndani ya nyumba. Mama watoto waamini anayosikia kwamba mwamba alichoma familia ya mtu. Idris akawa anakaa na anasema, hapana, mimi sikugusa familia yako. Kama sio wewe Idris, nani ambao aliwachoma moto? Ni wewe peke yako ndio ulikuwa na uwezo wa kufanya tukio kama hilo. Unataka kubisha Mr. Idris? Wote wawili tunatambua kwamba ni uongo. Basi bwana, hapa Idris alikuwa anajielezea kwamba sio yeye ambaye alifanya lile tukio. Anaeleza, anasema kwamba ule moto uliwaka wenyewe katika harakati za kufanya kazi bwana. Huyu Mr. Gaddafi alipoteza familia yake, alipoteza mke pamoja na watoto kwenye moto. Ule moto hakuna mtu aliyefahamu kwamba kisa chake kilikuwa ni nini. Kwa hiyo mwamba tu akaamua kumlaumu kijana hapa. Na baada ya ile tukio, huyu mzee alikimbilia nje ya nchi kwa sababu alidhani kama huyu mwamba ameangamiza familia yake, basi yeye ndio mtu anayefuata. Bwana, ilikuwa ni hatari sana kwa sababu Idris ndo alikuwa mtu hatari sana mjini Lagos nchini Nigeria. Mzee anarudi nyuma na kuanza kutoa amri mtoto auawe akifuatiwa na mke, ili mwamba apate uchungu kama ambao ameupata yeye. Kwa mara nyingine tena mtoto analetwa, afu mzee anachukua mguu wa kuku kaushika mkononi. Huyu mzee kuzabua mtu ni jambo la kawaida sana. Ili kuwa nipata shika nguo kuchanika, mzee anamlazimisha mwamba kwamba akili kwamba anafanya kile kitendo. Gaddafi anataka kuachia baruti, wakasikia polisi. Wote wakaganda, mikono juu, nyanyua mikono juu, vyombo vya usalama vimefika. Kwa yoyote atakayeshusha mkono au kufuata kitu chochote atapigwa risasi mara moja. Hawakusema hivyo guys, ila nadhani mmeelewa ambacho kinaendelea hapo, ila hawajasema sijui atakayeshusha mikono sijui nini. Ila wote kwa pamoja waliambiwa waweke mikono juu bwana. Hawa polisi kumbe kabla mwamba wajaji alikuwa amewaita yeye. Kijana ni mtu wa mipango mingi, yani sio mzembe, na alijua kwamba polisi wanaweza wakachelewa kufika, hivi kabidi ingie na timu yake kwanza. Usisahau kusubscribe na kulike hii video. Chuma ilikuwa inaitwa Thug Life na nimekusimulia sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Mkenya akikuchukia hakutakangi hata ukipewa negative compliment bali namuuma. Nasikia Tobia anakuanga mwizi mgani bana? Ujaona wezi bana. Kuna wezi hapa nje. Nini